Yaani mtoto wake sasa miaka 18, huyo adui yako. Rudia Qur'ani vizuri. Mungu anasema hakika wake zenu na watoto zenu ni maadui. Kila mtume ni nabii, lakini sio kila nabii ni mtume. Wanapewa maagizo na Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuambia nendeni na aya zetu, sisi tuko pamoja nanyi, tunawaangalia. Anawaambia faatia Firauna, wewe Harun na Musa, nendeni kwa Firaun. Mkienda, jambo la kwanza kumueleza mwambieni hivi, fakula, mwambieni Firaun, inna rasulu rabbil alamin, hakika sisi ni mitume wa Bwana wa viumbe wote. Inna rasula sisi ni mitume wa Bwana wa viumbe wote kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. An arsil maana bani Israil, waachie bani Israili kuwafanya mateka, kuendeleza kuwabakisha kwenye mikono yako. Tuachie hawa, kuteka akili zao, na kule kuwafanya watumwa. Waachie ili tuwachukue sisi, tuondoke nao Shamu, watoke hapa Misri. Tuachie hao. Qala, Firauni akaonyesha yale ambaye mzee Musa alikuwa anajadiliana na Mungu wakati anapewa hizo taarifa. Qala alam nurabbika fina walidan, wewe ndio umetumwa na Mungu kweli? Hivi sio wewe tuliyekulea ukiwa mchanga? Ndio kwanza tu umezaliwa tumekulea? Alam nurabbika fi manazilina sabiyan saghira, hivi wewe hatukukulea katika nyumba yetu sisi ukiwa mtoto mdogo?
Mambo ya kielimu ndio yanavyokwenda hayo. Kuna watu wanadharau, siwezi kusoma kwa fulani, mtoto wa jana hiyo. Hiyo ni tabia za kifirauni, sio tabia ya mwanadamu aliyokuwa sawa sawa. Ni tabia ya mwanadamu mwenye kiburi, mwanadamu muovu, ndio anachagua kwa nani akapate elimu. Hata kama mtoto umemzaa wewe leo, kwa kuwa kishapata kiwango cha elimu, wewe kapige magoti tu kusoma. Ukipinga hilo, wewe una chembe chembe za Firauni. Yaani maana yake wewe ni muovu, wewe ni mtu mbaya. Wa ahsanna ilaika, na tukakufanyia mambo mazuri wakati upo kwetu. Tukakufanyia mazuri. Akawa anaelezea neema ambazo yeye Firauni alimfanyia Musa. Na akimdharau kwamba wewe huwezi kuwa mtume, huwezi kufikisha dini ya kutoka popote wewe. Sisi tunakujua vizuri wewe, hata baba yako umjui. Tumekulea hapa ndani. Walabista fina min umrika sinina, na umekaa miaka mingi katika umri wetu hapa kwetu. Nuhsinu ilaika wa nadhaaka, tunakufanyia ihsani na tunakulea, tunakukuza. Leo unakuja na hoja kwamba hawa Bani Israeli sisi tunawatesa, tunawaonea. Wewe umekuja kuwaweka huru Bani Israeli hawa. Hivi haya yote tuliyokufanyia uyachungi? Unataka kuwaondoa hawa kwenye himaya ya sisi wazazi wako tuliokulea? Hawa ndio wanafanya kazi hapa, maisha yanakwenda, na wewe ulikuwa kwa kuendeshwa na hawa. Leo unataka waondoke hapa, ukumbuki ihsani hii uliyofanyiwa? Maelezo yanaeleza aliishi kwenye nyumba ya Firauni tangu ana siku kadhaa mpaka miaka 30. Akiwa na umri wa miaka 30 bado yuko. Unajua tuna watoto wa mabosi hawatoki nyumbani kwa haraka. Hakuna sababu ya kutoka. Sisi watoto wa hali ngumu wanatoka nyumbani mapema ili na yeye akasake kipato chake huko pembeni. Lakini wa hali mzuri yale hawatoki, mpaka mtu hata mpaka na miaka 40 kwa baba yake tu. Haendi kokote. Akizunguka baba yake kishamnunulia gari. Anataka jione aione gari imepaki pale. Kwa hiyo akaenda kukaa mbali, atakuwa ione gari ikipaki. Hawajitegemea maisha yao. Kwa hiyo na huyu aliingia kwenye jumba hilo. Tena uliofika umri wa miaka 30,
wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta, ukafanya kitendo chako ambacho wewe umekifanya, unakikumbuka au kumbuki? Wewe muuaji ulifanya mtume leo, anamkandamiza hivyo ili asiwe na maneno. Tulizungumza mengi jana kwamba watu wote wanamkagua mtu kwa kuangalia jana yake. Leo kachaguliwa mtu bwana awe imamu kwetu. Huyu imamu gani? Juzi nilimkutana zini pale, yeye ilikuwa juzi, imamu kachaguliwa leo. Sasa ugomvi wako unaanzia wapi? Hiyo kesi si ya juzi. Huyu imamu kachaguliwa leo, ugomvi wa nini? Ndio kesha tubu, illa man taba wa amila salih. Kesha tubu tayari, mwache aendelee na mengine. Wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta, na umefanya kile kitendo chako ulichokifanya cha kuua. Ukawa mgomvi. Sisi tuliokulea, maana kile aliyemuua ni watu katika familia ya Firauni ambaye alikuwa anagombana na Bani Israili. Ukatuulia sisi ndugu yetu wewe, pamoja na malezi yote haya tuliyokupa. Umefanya jambo hili la ajabu. Yani kama vile tumekulea miaka 30, fajazaitana ala an rabbainaka an kaffarta ni'matana wa katalna minna nafsan. Yale malipo ya kukulea wewe umetulipizia sisi kwa kutuulia mtu wetu, alafu ukakimbia ukaondoka. Leo unajitangaza wewe mtume, wa anta minal kafirin, wewe ni miongoni mwa watu wenye kupinga neema. Neema yetu ya kukulea, tumekulea bure, mwisho wake ukatulia, ukatupa majonzi ya msiba kwa kutuulia watu wetu. Kwa hiyo ukapinga neema zetu, ukafanya matukio mabaya, ukaua mtu kwetu. Leo ndo unakuja na kauli kwamba wewe mtume, eti sisi hatuna huruma, Wakipti sisi hatuna huruma kwa Bani Israili, tunawafanya wa mateka, watumwa. Wewe ndo muokozi wao, wewe muuaji. Qala, uzuri wa makosa, ukifanya kosa usikatae. Yani mtu umemfanyia kosa, alafu anakuambia kosa ulilomfanyia wewe unakataa, maana yake unazidi kumtibua. Tujifundishe kwa mzee Musa. Qala Musa anasema fa'altuha, kweli nimefanya, sikatai, lakini wakati nafanya idhan wa ana minadh-dhalin, wakati nafanya nilifanya kwa makosa, nimekosea. Kweli tukio nakubali nimefanya, lakini nilifanya kwa makosa. Dhalin maana yake ni kwa kupotea, kwa uovu. Tafsiri dhalina kwa anbiya inatafsiriwa kukosea, sio kwa kupotea. Sawa, nimefanya kwa kukosea tu, nilikuwa natanzua ugomvi, nimetumia nguvu nyingi, akafa. Lakini lengo langu alikuwa kuua, lengo langu lilikuwa ni kutatua watu wanaogombana, ila nguvu ilikuwa kubwa, limetokea lililotokea. Kwa nimefanya hili kwa kukosea, sio kusudio langu kufanya mimi niue.
Nakubali kweli nimefanya, lakini angalia mazingira niliyofanyia. Nilikuwa napatanisha ugomvi. Sasa kwa sababu walivaana, nikatumia nguvu kubwa. Nguvu kubwa katika wale watu wawili, huyu mmoja ilimshinda, ikasababisha kumuondolea uhai wake, si kwa sababu ya ubaya. Fa'altu tilka fi'la wa ana min almukhtiin, nami nikiwa ni mwenye kukosea tu mzee, wala kwamba sikuona thamani yako, sikutambua thamani yako ya malezi yako kwangu, sikutambua ndugu zako. Nimetambua thamani yako na ndugu zako, isipokuwa bahati mbaya kutatua ugomvi imetokea huyu uwezo wake mdogo, utatuzi wangu ulikuwa mkubwa, umemwondolea uhai wake. Liannani lam ata'ammad katlihi walakin aradtu ta'dibahu, mimi sikutaka kumuua, bali lengo langu ni kuwapa adabu, waache tabia ya kugombana ovyo. Wa ana min adh-dhalimin, fafarartu minkum lamma khiftukum, kilichonikimbiza huenda kwa sababu nilikimbia, ndio kaona nimekimbia kwa sababu nimefanya makusudi ndio nimekimbia. Kilichonikimbiza, farartu minkum lamma khiftukum, niliwakimbia pindi nilipoogopa nyinyi mtanifanyia jambo baya, kwa sababu mimi najua wewe mfalme hauna dogo. Nimelelewa kwako miaka 30, kwa hiyo tabia zako nazifahamu. Wewe una dogo, jambo hili mimi ungeniua. Hivyo basi niliamua nikimbie kwenye mji huu, nikaishi maeneo mengine mpaka pale ghadhabu zako zinapokuwa zimekwisha, mimi nirejee kama hivi nilivyorejea. Kwa sababu kipindi kile bado ulikuwa una moto moto, una jazba kubwa, ungeniua. Hicho ndio kilichonikimbiza. Maana usidhani nimefanya makusudi ndio maana nimekimbia. Tena nilikimbilia katika ardhi Madiana pindi nilivyoogopa nitauliwa na wewe. Madiana kule kulikuwa na mtume mmoja anaitwa Shuaibu. Kuna riwaya inasema ila Madiana akhahum Shuaiba, nakumbuka tulivyomtuma Madiana ndugu yao Shuaibu. Shuaibu ambaye alipambana na watu wa mikwara kwelikweli, pigi wa mkwara kule, na watu wa Madiana wanamwambia, sikiliza wewe, tutakukumuta, tutakupiga mawe. Yaani watu kauli zao ugomvi tu. Wapo mpaka sasa hivi wenye asili hiyo ya Madiana tuko nao. Neno dogo tutakutia ngumi. Ili tu tunaenda tutiane ngumi. Ujue mtu wa Madiana ana asili ya Madiana. Yaani kila watu wamechukua zile asili zao wanazo. Jambo dogo tu yeye atakurusha ngumi. Kilichotokea mimi nilivyoenda Madiana kwa kuogopa kuuliwa na wewe, fawahaba li rabbi hukuma, Mungu alichokifanya kanipa mimi hukumu, mimi niwe mtawala niwaeleze watu hukumu. Umeona faida ya matatizo? Yaani matatizo yanakuletea jambo zuri.
Usichukie matatizo yanayokufika, furahia. Yanakwenda kukubadilisha. Kama si mtu kupata matatizo ya ufupi na anahitaji kujenga jengo refu, anataka vitu vya juu, isingetambulikwa ngazi duniani. Imetambulikwa ngazi kwa sababu ya mtu kupata matatizo ya ufupi, akaona atafute ngazi imfikishe anapotaka kufika. Kwa hiyo matatizo ndiyo maendeleo. Kama hakuna matatizo, hakuna maendeleo. Hata watu waliamua kujenga majumba baada ya kuwa wanaliwa na simba na wanyama wakali. Yale matatizo ndio yakawapa akili wajenge nyumba. Baada ya kulala watu wakawa wanapigwa na baridi. Yale matatizo ya kupigwa na baridi wakaamua watafute shuka. Wewe unaona kama shuka imekuja kwa bahati mbaya hivi? Ilikuja kwa sababu. Leo hata watu walipopatwa na joto kali wakapata akili ya kutengeneza feni na air condition. Yaani matatizo ndiyo fursa ya maendeleo. Kama hakuna matatizo hauwezi kuendelea. Nikupeni mfano tu, mtanisamee, lakini na mimi nafanana na nyie. Sisi tuliobahatika kuishi vibanda vya wazee wetu, na mimi nimo, kupata maendeleo ni ngumu, kwa sababu anasema mdingi ana mjengo, yeye hangaiki kutafuta nyumba. Wale wanatoka zao na Nyamba huko wakija hapa anahangaika siku 2-3 katafuta tofali kajenga kibanda chake kahamia kwake. Aliyezaliwa Dar es Salaam anabaki miboni ya. Lakini sehemu yake ya kulala mwenyewe hana. Baba yake alifungua kiwanda cha watoto, akazaa watoto 15 au 20, alafu kaacha nyumba ya vyumba 6. Nalalaje? Kwa hiyo utagundua, kwa sababu hao watoto hapa waliozaliwa hapa na baadhi wameacha vibanda vyao, hawana changamoto ya maisha. Hasa ile changamoto ya kulala hawana. Ilikopelekea tulikofikia, chinga anauza mitumba, anapata pesa, ananunua maji safi, anatupa chupa, boni hii anaokota. Umeelewa hiyo? Ndio kilichotokea, au sio hivyo? Chunguza, wanaokota chupa ni wazawa wa Dar es Salaam, sio wageni. Hata kama alikuwa Makonde, lakini Makonde mzao. Si umegundua hilo? Kwa kukosa changamoto, ukikosa changamoto unaenda kwenye umaskini. Na ukipata changamoto unaenda kwenye utajiri. Ni hivyo tu. Yanatoka ukisikia hapa anaokota chupa Mgindo, kazaliwa hapa, ujue baba yake ana nyumba. Yaani hiyo maana yake ni Mgindo mdengereko. Siku 2-3 kwa sababu walikataa changamoto, wanapigana ngumi. Yaani changamoto ukiikataa ndo unapokea. Ukikubali changamoto ndo unaiondoa. Mwisho wake hao watapigana nyumba, kwa sababu tayari watoto wako 10, nyumba vyumba 6, kila mmoja ameoa, kila mmoja ana watoto 3, 10 mara 3 30. Na 10 mara 2 maana mtu na mke wake jumla 20, na 30 50, watu 50 wanataka kukaa nyumba ya vyumba 6. Umeelewa hiyo? Hakuna vita hapo. Walikataa changamoto hao, ndio wameingia kwenye changamoto.
Kwa hiyo changamoto ya mzee Musa mpaka akakimbia ikaja ikamzalishia jambo kubwa ambalo mzee Musa mwenyewe analielezea. Anasemaje? Fawahaba li rabbi hukuma, nilivyoipokea ile changamoto na nikakimbia nikaishi ugenini, maendeleo upati ulipozaliwa ni mara chache. Sawa, unaonyeshwa kitu kingine, hiyo ni password nyingine. Na ndio maana wasi unaenda Ulaya kutafuta maisha, alafu mzungu anakuja hapa kuja kuchukua dhahabu. Yaani umekimbilia Ulaya unatafuta maisha, mzungu aje kuchukua dhahabu yako, sababu wewe umekimbia. Kwa sababu hutaki changamoto, unataka maisha rahisi. Sasa unakimbia kwenye maisha rahisi, wazao uje kuchukua hapa ndio kanaza. Si ndio hesabu ile kuwepo au mnasemaje? Almasi inauzwa hapa. Dhahabu inauzwa hapa. Si wenyewe mmekimbia? Yaani mmekimbia changamoto, ndio mmetengeneza changamoto unajua. Kwa nini mmekimbilia Ulaya kwenda kutafuta maisha, alafu watu wa Ulaya wanakuja hapa kuchukua dhahabu zenu? Nyinyi si mmeshakimbia tayari? Alafu sasa wazungu wanatupenda sana. Sisi kisha kuona mjinga, kwa lazima akufunike chini. Waswahili si mna usemi wenu ule. Ukila na kipofu mega kwake. Si ndio? Ili aone yeye anakula sana. Kila kipasa kwako na wewe haukakusubiri. Kumbe mimi nakula sana kuliko yeye. Sasa ile mzungu anajua kula na wewe, ndio ukifika kule Ulaya, Mwafrika ukifika Ulaya anakupenda. Ili usahau kabisa kurudi kwenu aje kukuibia dhahabu zako. Sema mzungu bwana sio mchezo bwana. Mzungu anajua kupenda watu bwana. Anakupenda vipi? Si ndio mnavyosema hivyo? Mzungu mstaarabu bwana. Yaani huko anakuibia. Katengeneza mazingira hayo mazuri. Kwamba nyie jazeni Ulaya, nendeni Ulaya. Mnataka elimu nzuri mtapata Ulaya. Mnataka sijui msaidiwe dawa mtapata Ulaya. Wao kuja kutupa dhahabu wanaondoka zao. Mzungu bwana sio mchezo. Mzungu ndio mtu wa maana. Kwa sababu anajua ile ung'ataji ule wa panya. Anang'ata huko anapulizia. Lakini ukiamka asubuhi ndio utoka na damu ujue. Ndio tunavyoishi sisi. Changamoto. Fawahaba li, kutokana na ile changamoto ndiyo Mungu akanipa bure hukuma. Wahaba ni kitu kutolewa bure. Tunapenda Kiswahili kusema hiba, hiyo neno la Kiarabu hiba maana yake ni mtu kupewa kitu bure, hujanunua wala hujapewa zawadi wala hujalipia kitu chochote kile, wewe umepewa tu, inaitwa hiba. Kiswahili inaitwa tunu. Sawa? Japokuwa huo mtaani tunasemaga hiba, Kiswahili tunaita tunu. Wajalani minal mursalin, si hivyo tu, baada ya kunipa mimi hukumu kanijalia mimi pia kuwa ni miongoni mwa mitume. Anaitwa mursal, sio minan nabiyin, minal mursalin. Kuna tofauti kati ya nabii na rasuli, kati ya nabii na mtume kuna tofauti Kila rasuli, yani kila mtume ni nabii, lakini sio kila nabii ni mtume. Ushaelewa tofauti hapo? Kila mtume ni nabii, lakini sio kila nabii ni mtume. Nabii ni yule mtu ambaye kapewa uwezo wa kufahamu makubwa, na mtume Mungu amempa wahi kupitia malaika,
lakini ya kuambiwa afikishie watu wengine. Huyu anaitwa nabii. Lakini rasul ni mwanadamu kama alivyokuwa nabii, kapewa wahi na Mungu kama alivyopewa nabii, lakini kaambiwa afikishie watu wengine. Nabii ya kuambiwa afikishie watu wengine. Umeelewa tofauti hiyo? Huyu ndo nabii. Kama vile unavyoona mfano wake, maelezo hayo, rais na raia, hawa wote ni Watanzania. Kwanza lazima apate sifa ya Utanzania. Sifa ya pili, lazima afike miaka 18 na kuendelea. Wote wamefika miaka 18. Lakini huyu kachaguliwa kwa rais. Kwa hiyo kila rais ni Mtanzania, lakini sio kila Mtanzania ni nani? Ni rais. Umeelewa? Ndio mfano wa nabii na rasul. Wajaalani minal mursalin, na amenichagua mimi kuwepo miongoni mwa mitume. Tena mtume huyo kwanza, kazi ya kwanza kufanya, ilaika, kwako wewe Firauni. Kazi yangu kwanza kabisa nifanye kwako wewe, uliyenielea, nilikupigia nani ndugu yako nikaua. Kwa ujumbe huu kwanza natakiwa nikuletee wewe. Watilka ni'matun tamunnuha alayya ala an abadta bani Israil. Hivi wewe Firauni una akili zinazokutosha kweli? Kama inasema hivyo, hivi neema ulioninemesha mimi ni neema gani, wakati sisi Bani Israili umetufanya watumwa? Sisi tunaishi kama watumwa tu hapa Misri wewe. Alafu unasema mtuneemesha, ikiwa kazi za kulima tunalima sisi, kufanya kazi ngumu tunafanya sisi. Wakipti wote kazi yao kustarehe tu. Alafu unatangaza si umetuneemesha kwa kututumatuma au kutupa kazi. Yaani Firauni alikuwa kama bosi, kama wewe na bosi wako. Yaani wewe uko kiwandani unachomwa moto na nondo, yeye anakuambia nakusaidia. Nitakufukuza kazi kwa sababu mimi nakusaidia tu. Mimi nachoma na moto unanisaidia, mimi nakusaidia wewe uliokaa tu unakula tu. Wewe unisaidia mimi? Ninateseka na nondo hapa. Yaani mimi zinanichoma nondo hapa za moto zinatoka kwenye mashine hapa. Wewe unaniambia unanisaidia mimi? Baada ya kuwa mimi nakusaidia wewe. Yaani ndio Firauni na Bani Israili. Mimi nakuzalishia nondo hapa. Wewe unakuwa bilionea, unatangazwa kuwa bilionea, nakusaidia mimi kuwa bilionea. Alafu mimi mwisho wa mwezi unanipa 150,000. Alafu unasema mimi unanisaidia. Ndio haya ya Firauni. Tujifundishe. Wengi tunawafanya kazi, tuna vijana wanatusaidia kwenye mambo yetu. Usijione wewe kwa sababu umemtoa shamba unamsaidia, bali yeye ndo anakusaidia wewe. Kwa sababu wewe unakula na watoto wako kwa nguvu zake yeye. Kutwa mzima anapiga kelele hapa. Pensi 100, pensi 500, pensi 500. 500 hii ya Kitanzania, kutwa mzima anapiga kelele yeye. Wewe ukifika jioni umeuza ngapi? Unaenda kula na watoto wako. Alafu unasema wewe unasema unamsaidia sababu umemtoa shamba. Yeye ndo anakusaidia wewe. Sio wewe unamsaidia yeye. Unanielewa vizuri hapo? Hii Nabii Musa anakataa. Anamwambia Firauni hujatusaidia chochote. Hizo neema ambazo wewe unatusembulia sisi, hizo za kutufanya watumwa.
Yaani wewe unalala mpaka saa 4, sisi tunaamka saa 11 kwenda kufungua balo la mitumba. Lakini wewe wenye mitumba yako umelala mpaka saa 4 hujaamka bado. Ukija pale mbona umeweka vibaya? Sogeza pale mbele. Ndio unanisaidia hivyo? Au mimi ninakutokezea na kusogezea matambara yako mbele na nakusaidia wewe, yasipiko najua hapa yakapauka. Wewe si umekaa tu bwana. Acheni kujiona nyinyi matajiri mnawasaidia wafanyakazi wenu. Wao ndio wanawasaidia nyie. Naelewa vizuri? En abata bani Israil. Vipi unaona umetuneemesha na umenifanyia ihsani wakati wazee wangu bani Israili umewafanya watumwa? Umenisaidia nini mimi mzee? Tena historia mimi kukaa kwako wewe ulikuwa unawachinja wote ili wasizaa watoto wa kiume. Ndio mimi ukanilea wewe mzee. Alafu sema umenisaidia mimi wewe na kule kuchinja. Firauni anasema mtoto kamwambia nani? Mambo yasharibika ujue. Hapo hakimu amekuwa shahidi. Mtihani unaanza. Yaani ongea vibaya ufungwe na uhakimu wako. Wewe unadhani ni neema mimi nikawa nakula vizuri kwako wewe, alafu familia yangu yote inateseka? Unaona unanisaidia? Ndio unafikiri ndio msaada ulionipa huo? Firauni, futa hilo, hujawahi kunisaidia. Kama unadhani wewe ndio msaada, hujanisaidia chochote. Ninachokifanya mimi ndio mtume, nimekuja kwako. Hayo unayafanya sio sawa sawa. Hiyo ilikuwa sio neema, illa nikmatun, isipokuwa ilikuwa adhabu. Kama ulifikiri ni neema, ni adhabu. Sisi tumekuwa watumwa kwako, tumekuwa watumishi, unatuchinja kama kuku unavyotaka wewe. Ukijisikia tu huyu chinja anachinjwa, tunachinjwa, unasema umenineemesha mimi. Nini unafundishwa kingine? Usikubali familia yako iteseke ukaneemeka wewe peke yako. Anatokea mtu mjinga, mwanawe anamfanya msukule yawe tajiri. Sasa wewe tajiri wa nini kama sio kichaa? Huo utajiri tena? Qala Firauni akawa mpole, akapoa. Maneno makavu aliyopewa, alivyotegemea yeye sivyo alivyofikiria. Na wewe jifundishe, mtoto wako anabaki kuwa mdogo kabla hajafika miaka 18. Akifika miaka 18 huyo jirani yako anaweza kufanya chochote, hata kukua atakuua. Ukizidi kumkapa kumbana. Unanielewa vizuri? Huyo mtoto uliozaa mwenyewe kabla hajafika miaka 18 ndio mburuze. Akifika miaka 18 ukifanya masiala atakuua. Wangapi wameuliwa na watoto wao? Wengi Kwa kuwa mpole, mtu wake akifika miaka 18 kuwa mpole, anakuambia mbingi, tulia kweli. Nenda kwa tahadhari. Unaweza kuchezea mitama akije kukaa sawa. Ndio. Alafu unabaki unapiga jasho tu namna unaingia ndani. Wazee wenzako nje hapo. Siku hizi bwana, yule mzee kapigwa mitama bwana. Uende kucheza bao siku 2 3 kwenye bao uende hiyo. Umetoa mitama na watoto wako na mtoto wako, afu na wazee wenzio wamekuona. Hivi wiki 2 utaenda kucheza bao tena, kwenye bao utaenda? Na story ya bao inakuwaje unafikiri? Ukijifanya mbaya kama tutakuchia mwanao. Kwa hiyo kuwa mstaarabu wakati mtoto wako amefika miaka 18. Kuwa mstaarabu kwa mtoto huyo. Hata kujifanya mjinga, mimi baba, utachezea mitama. Alafu dunia ione chungu. Yaani bora upate mtoto mstaarabu. Uliona mwaka jana kule Arusha
Wale watoto walimfungia baba yao ndani apate kufiria mbali. Yaani mtoto wake sasa miaka 18, huyo adui yako. Rudia Qur'ani vizuri. Mungu anasema hakika wake zenu na watoto zenu ni maadui. Mtoto akifika miaka 18, huyo adui yako, muangalie vizuri. Atakunyongelea mbali. Unaanza kusema wewe nimekuza mimi nimeanza kuliona jua. Atakwambia basi na wewe utaanza kutoliona jua. Anakutanguliza akhera, uanze wewe kutokuliona jua. Unatangulia. Kwa hiyo kuwa mzazi unayejielewa, kuama kwa nafasi ya mtoto aliyekuwa nayo. Mtoto kishafika miaka 18, 20 na mipango yake, wewe umeamka tu asubuhi, Juma, leo hapa utaenda Mtwara, bibi yako anaumwa kule, ukamwangalie. Wewe mzee umevurugwa. Yaani tunaamka asubuhi tumeenda Mtwara, nauli hapa Mtwara. Wewe mzee una busara, wewe hujafaa kuwa mzee. Una miaka mingi, lakini bado hujakuwa mzee. Yaani kuna uzee na kuna miaka mingi, vitu vile tofauti. Yaani ukikosa busara wewe sio mzee, una miaka mingi. Yaani ili uwe mzee uwe na busara. Lakini una miaka 80 lakini huna busara. Wewe una miaka mingi lakini sio mzee, bado mtoto. Ila una miaka mingi. Miaka mingi unayo, alhamdulillah. Umekaa miaka 80. Sasa sikiliza watu wenye busara waongee na wewe. Utagundua hilo. Ulitoka msafara kwenda kwa Amiri al-Mu'minin. Ulipofika pale kukaa kuna mtoto lam yatajawaz an 12 sana. Yule mtoto hajapita miaka 12. Walipofika pale ndio akaanza kuongea na yule kiongozi wa Waislamu. Pale kuna wazee wana mvi, wamekuja na mikongojo yao. Yule kiongozi akapata kijagaziko, akamwambia ya gulami uskut liyatakallam ila man huwa akbar minka sinan. We mtoto nyamaza, aongee mtu mzima kuliko wewe. Mtoto akasema nimekupata. Akamwambia sikiliza, lau kana al-amri ala kibari sinni maulita bi Amiri al-Mu'minin. Lau kama jambo lingekuwa na stahiki mtu mkubwa, kuna wazee wengi, wewe ufai kuwa kiongozi, wewe toka akae mtu mzima kuwa kiongozi, toka hapo kwenye utawala wenyewe, kaa pembeni. Wewe mtoto vile vile hapo unaongoza wazee, unaona wazee wamekuja, wewe ndio kiongozi wao. Kama mtoto ufai kuongea na wewe hapo, toka, kwa sababu ni mtoto. Tutafute mzee hapa wa Amiri al-Mu'minin kuanzia sasa hivi. Akamwambia ya waladikum fatakallam mashita, simama ongea unachotaka, sirudi tena. Anamuonyesha kwamba wewe japokuwa ni kiongozi lakini bado hujafahamu. Mtoto wa miaka 12. Sasa kama mtoto wa miaka 12 anatibua namna hiyo, mtoto wa miaka 18 anakuwa miaka 6 mbele. Hiyo ni hatari. Lakini Imam Shafi uyina kadhan wa huwa lam yatajawaz an 15 sana. Riwaya nyingine an 14 sana, nyingine an 13 sana. Imam Shafi kafanywa kuwa ndiyo kadhi akiwa hajapita miaka 15. Riwaya nyingine hajapita miaka 14. Riwaya nyingine hajapita miaka 13. Kwa hiyo mtoto akipita miaka 12 huyo mtu mzima mzio. Ongea naye vizuri. Unanielewa nyote watoto? Ongea naye vizuri. Si mnanielewa? Kwa hiyo anaweza kuwa mtu mkubwa sana na miaka yake midogo unaiona. Kwa hiyo kwa maelezo haya Firauni akawa mpole. Qala, akasema Musa, samahani kidogo, punguza jazba, punguza hasira. Naona una maneno mengi. Kwa sababu kamgusa sehemu ndio, na mtu kumgusa sehemu ndio lazima alegee. Kwani wama rabbul alamin,
huyo Mungu wa viumbe wote ndio yupi huyo? Hebu nieleze vizuri. Kapoa sasa. Ile jazba ya tempa ile imeshuka. Kisha pigwa virungu vya magoti. Kwani huyo Mungu wa viumbe wote ndio nani? Alafu akatia kiburi. Akasema ma alimtu lakum min ilahin ghayr, kwa sababu mimi nijuavyo sitambui kama kuna Mungu mwingine zaidi yangu mimi. Umeona jamaa alivyokuwa kiburi huyo? Tena ukirudi nyuma kule kwenye juzu, ukienda mbele kwenye juzu ama, akasema ana rabbukumul aala, mimi ndo Mungu wenu mkubwa. Sio Mungu tu, kama pengine mnadai mnaye Mungu mwingine, basi mimi ndo Mungu wenu mkubwa yule kuliko hao wengine, kwa sababu mimi sitambui kama mnaye Mungu mwingine nisiyekuwa mimi. Hebu Musa, niweke wazi hapo, na utoto wako huo leo una mawazo makubwa ya kupita hata mimi niliyokulea. Ndio tunavyofanya watoto wenu. Mimi ndio ninaweza kuliona jua, uniambie kitu. Kuliona jua ndio nini? Ndio umekuwa mtu wa maana sana kwa sababu umeanza kuliona wewe. Sio hivyo. Mungu jambo ampi mtu kwa sababu ya ukubwa wake. Yu'til mulka liman yasha. Milki. Sehemu nyingine utatafsiri utawala, lakini hapa tunasema milki ya jambo lolote Mungu anampa mtakaye. Angalia umri wa mtu, kabila la mtu, ukoo wa mtu, ubingwa wa mtu, anampa amtakaye. Anaona huyu nimpe hiki, anapewa. Wewe hata kutaka kumpokonya kile akiwezi kuondoka, utajiongezea dhambi tu za kufanya mabaya. Musa akamwambia hilo mbona jepesi? Qala rabbus samawati wal ardi wama bainahuma, ni yule Mungu aliyeviumba vitu vya mbinguni, aliyeumba mbingu na ardhi na vilivyomo kati ya vitu viwili hivyo. Wewe kama kuna kitu chochote katika hiki, kama hii ardhi umetengeneza mwenyewe, sema. Kama ile mbingu umetengeneza wewe, sema. Anapewa madongo magumu magumu, sio mchezo haya. Huyu Mungu wa viumbe wote ndiye aliyeumba mbingu na ardhi na vilivyomo. Sasa kama kuna kitu na wewe umekitengeneza, unatakiwa useme. Maana yake anaambiwa huyo Mungu Rabbul Alamin mpaka wewe Mungu wako. Yaani wewe sio Mungu, wewe Mungu wako huyo. Firauni anavurugwa na kichwa chake. Atatoa majibu gani? Mungu wa viumbe wote ni muumbaji wa mbingu na ardhi. Sawa? Na kila vilivyopo vimeumbwa badala yake, yeye ndo ameviumba. In kuntum muqinin, kama nyinyi mnazo nyoyo zinazotambua ukweli. Msikilize Firauni, majibu yake kagongwa vizuri, majibu anatafuta msaada. Qala liman haulahu, akawaambia, manake in kuntum muqinin, kama nyinyi akili mnazo. Manake shatukana hapo. Musa akaongea afu kapiga hilo lintusi. In kuntum muqinin, mkiwa nyinyi mnayo akili ya kufahamu. Kwa hiyo katukana. Sasa Firauni kala liman haulahu, akawaambia kwa wapinzani wake, nyinyi wajinga nini? Ala tasmaun, hivi hamsikii? Na nyinyi mkajibu mmekaa kama bubu. Yaani aliongea kwa hasira, baada ya kule kisha shindwa kujibu, ndio anauliza wale.
Qala liman hawlahu, akamwambia kwa pembezoni mwake, ala tasmaun, hivi ni wajinga, hamsikii? Kwa nini nanyi mjibu? Mnaniacha mimi tu? Hebu mnaniacha mimi peke yangu tu? Ni mmekaa tu, mmekaa mzigo. Ala tasmaun, hivi ni hamsikii? Na nyinyi mkajibu. Maana najibu mimi, maana nasikia mimi peke yangu tu, au nyinyi hamsikii? Hizo vurugu ujue, anatafuta msaada. Ndio kanuni ya viongozi wote duniani hii. Akiona analaumiwa sana, anauliza, anaambia tumkamateni, mwekeni ndani. Ndio kanuni zao hizo. Hiyo ndio maana yake ala tasmau. Hivi hamsikii maneno ninayosemwa mimi? Naonekana mimi sio Mungu, nyinyi hamsikii? Mimi naonekana sitawali vizuri, sio rais mzuri, sio mbunge mzuri, sio diwani mzuri, sio mkuu wa wilaya mzuri. Nyinyi watu mnanizunguka hamsikii? Maana yake mkamateni, mwekeni ndani. Yaani hii ndio slogan ya watawala wote. Ukimpinga kakufunga. Wewe msifie tu kila siku. Hapo utapata amani kwenye dunia hiyo. Anauliza ala tasmau, hivi nyinyi mmekaa kimya tu, hamsikii? Baada ya kuambia nini? Maalimtu lakum min ilahin ghayri, mimi sitambui kama na Mungu mwingine. Akapewa hiyo, yeye akajibu qala liman hawlahu ala tasmaun ala tastami'un, hivi hamsikilizi nyinyi? Labda nyinyi mkafahamu na nyinyi mkatoa michango yenu mkanisaidia. Naongea naye mimi tu peke yangu na nyinyi mpo. Faida ya kuwachukua nyinyi kama wasaidizi wangu iko wapi? Sawa. Musa akusubiri wale wajibu. Musa akasema qala rabbukum rabbu abaikumul awwalin wa rabbu abaikumul awwalin, Mungu wangu mimi au Mungu wenu ndio Mungu wa baba zenu. Kama wewe Firauni ni Mungu, baba yako Mungu wake alikuwa nani? Kwa hiyo Mungu wenu nyie pamoja na wewe Firauni ni Mungu wa baba zenu pamoja na baba yako wewe Firauni. Kama wewe Firauni ni baba ni Mungu, baba yako Mungu wake alikuwa nani? Swali gumu jingine hilo. Yaani Musa anajibu kwa ustaarabu, lakini ustaarabu unaoumiza. Anamwambia mzee Firauni, sio na tabu, Mungu wenu ni Mungu wa baba zenu na babu zenu. Sasa wewe Firauni si unaye babu? Sasa wewe Mungu wa babu yako ndio Mungu wako wewe. Kama wewe ni Mungu, babu yako Mungu wake nani? Unatakiwa ujibu kwenye hilo ili tusonge mbele. Mtoto kamlea mwenyewe huyo, na kuonyesha namna ya mtoto huyo unayemlea baadaye atakuwa nani. Yaani ukitoka hapa ukifika nyumbani kwako kaangalia vikinda vyako vile, useme hivi vitanichachafya siku moja. Ufikirie hivyo, si una vikinda vyako viko hivyo? Au ukimkuta na nyonya ukifika analia, kamasi zinamtoka, mikojo inamtoka, mavi hapo hapo. Sawa? Angalia kuna siku atanichachafya mimi huyu. Ili ukishaangalia hilo utamlea vizuri, awe mtoto mstaarabu ambaye hatoweza kukuchachafya. Usipofikiria hilo, subiri baadaye. Si kuna watu humu wamepata bahati ya kuwa na watoto mateja, si ndio? TV nyumbani kwao zinapona? Haziponi eh? Si ndio mtoto yule, ndio yule mtoto ambaye siku ile kwa anakunya hapo hapo, kamasi hapo hapo, ndio huyo unajua amekuibia TV yako unajua. Sio mtoto mwingine. Kesha badilika.
Mtu wa umri wako wewe hawezi kukaba. Ukiona anakukaba ni mtoto uliolea wewe mwenyewe ujue. Kwa sababu mtu wa umri wako tayari kishafika miaka 45 anakaba tena huyo. Ukiona anakukaba mtoto uliomlea huyo, umemlea wewe mwenyewe ndio anakukaba ujue. Uona mdharau mtoto, na watoto hawana maana. Unarudi nyumbani umelia vipi? Mke wako yule babu vipi? Babu mbona unalia? Mjukuu wako babu mbona unalia? Si watoto wa siku hizi wamenikaba hapo. Tunasema watoto hana lolote. Mbona umekabwa? Na unalia, umeshakabwa, simu yako amechukua. Vile vyako vya pesa unakwenda kuchukua vya miezi mitatu, wamevikomba wao wameondoka navyo. Unaona watoto wadogo hawana maana. Angalia ulivyopeleka mchaka mchaka. Ukisoma vizuri hapa, haya yalikuwa yanaletea mambo ya kheri. Lakini wapo watoto tunawalea kiwa wakubwa watuletea mambo mabaya. Tuwatengeneze vizuri. Tusije kupata masumbuko. Usione mfano wa Firauni kwa wale wenye ambao ni watu wazima wana watoto wao shafika miaka 35, 40, 20, 25. Haya tunaeleza hapa wanayaona kwa sababu wanapambana na watoto zao. Wanayaona live. Hawa hadithiwi. Na hivi ukimuona mtu kama unajua naye akamwambia anasema watoto wangu nini kwa sababu ananionaga mimi. Sisi tunasoma historia ya Musa na Firauni ndio waliomlea ujue. Leo anampeleka mchaka mchaka. Firauni anashindwa chacha majawabu anakosa. Yaani huyo ndo mtoto huyo unayemlea wewe leo ana miaka 3. Ndio huyo leo ana miaka 5. Ndio huyo leo ana miaka 6. Unampeleka kuja kukukaba. Sasa muandae vizuri asiwe mkabaji ili usalimike. Musa anamwambia mnataka jawabu na hilo tu? Rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin. Mungu wenu nyie na ndo huyo huyo Mungu wa baba zenu wa nyuma. Watangu akina Adamu akina nani. Sasa kama wewe mzee Firauni ndiyo Mungu, wale baba zako wewe na babu zako ndio Mungu wao nani kama Mungu ndo wewe? Unachotakiwa Firauni hapo ni kujibu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wakati wanazingatia wanawazawaza hivyo wapate mawazo, Musa anawapiga dongo jingine. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Hata nyinyi wenyewe tuamjiangalie. Wewe Firauni si umekuwa mpaka umefika hapo? Huyo aliyekukuza wewe nani? Ndio Mungu huyo. Mtoto mwana na balaa. Anamwambia hata wewe mwenyewe Firauni ukijiangalia, si ulikuwa kidogodogo hivyo unajinyia hapo hapo, unafanya kila kitu hapo hapo, mpaka umefika mkubwa unajiita Mungu sasa hivi. Huyo aliyekukuza mpaka umefika hapo ndio Mungu huyo. Gumu jingine hilo. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Hivi wa Firauni na hao watu wako unaogeukia watakanijibu mimi. Hivi hata nyinyi mjiangalie, si mmekuzwa nyinyi? Wewe Firauni umekuzwa na unajiita Mungu, na hao wanakufanya wewe Mungu wamekuzwa kabla yako, kwa sababu wengine hapa ni wazee kuliko wewe Firauni. Yaani ina maana hao na wazee hawana akili wakufanya wewe Firauni Mungu. Kabla hujazaliwa walikuwa wanalishwa na nani? Pia unafundishwa kuwa na dhiki zenye mipaka. Wale wazee walikuwa na dhiki zisizokuwa na mipaka. Kwa hiyo kipewa kula wanasema tu lolote lile. Na ukishakuwa na wanasema Waswahili njaa ikiingia kichwani balaa. Njaa ibaki huko kwa tumboni. Ikithubutu kufika kichwani. Basi. Heshima yako itapotea, utu wako utapotea, mali zako zitapotea. Si kuna watu hapa walikuwa na nyumba 10, 15, wameuza moja baada ya nyingine mpaka zimeisha zote na barabarani huko ndugu zao. Yaani maana yake shida ilimfikia kichwani. Kikamsukuma niuze nyumba hii nifanye msingi. Anauza
Kumbe kasahau kama ana madeni, alipa madeni ile imeisha. Anauza nyingine. Wakati hii iko sokoni anauza, anakopa, nikiuza nyumba yangu nitakulipa. Akiuza anaenda kulipa madeni, anauza nyingine, akifunga nyumba 15 zimeisha, ana sehemu ya kulala. Shida ilifikia wapi? Kichwani. Njaa ibaki tumboni tu. Ndio starehe ya njaa. Ikisubutu njaa kufika kichwani, sasa kila mtu ajichunguze, njaa yake hapa haijafika kichwani? Si tuliokaa hapa wote, kila mtu ajichunguze. Njaa yake bado haijafika kichwani, shukuru Mungu. Kama imeshafika kichwani, muombe Mungu itoke hiyo njaa kichwani. Haraka. Wahi mapema, Mungu atoe njaa kichwani. Itakuvuruga. Utanyanyaswa na kila mtu. Kila mtu atakuburuza. Mnaelewa vizuri? Niko ofisini BAKWATA siku moja, kaja mtu mmoja mzee kama mzee Katanda. Mimi nimekaa hapa, kaingia pale, "Shikamoo mzee." Ananiambia mimi, ananiambia shikamoo. Nikawa, "Babu unasemaje?" "Mjukuu wangu, hapo unaviona sijakula tangu jana." Nikajua ndo shikamoo ilimtoka. Yaani umri wa huyu aniamkie mimi. Alafu kumbe anajua kabisa kama ni mjukuu wake. Lakini kaniambia shikamoo mzee, baadaye ananiambia mjukuu wangu na njaa. Umeona tofauti ilivyokuwepo hiyo? Yaani njaa kishamia kichwani. Mtihani sana, tuombe Mungu. Maisha yako maskini, haya sio maisha sawa. Ukiupata ndio hivyo, vumilia, mtihani umekufika. Lakini sio maisha. Wapo watoto wamekosa, wazazi wamekosa kauli kwa watoto zao, watoto wao matajiri. Yeye hana hela na njaa shafika kichwani. Anamsikiliza mtoto wake anachokisema. Hiki sasa ndio vijana wamesema, kwa hiyo inabidi tufanye alivyosema vijana tu. Vijana hapo ndio wataka muziki, inabidi tufanye kama wanafanya vijana tu, kwa sababu vijana wataka muziki. Vijana mambo yao bwana. Basi ujue mzee shida imemfika kichwani. Yeye kile anachomuuliza vijana tu. Kile anachomuuliza vijana ujue tayari imepanda kichwani. Imemkosesha maamuzi. Sasa Firauni anavurugwa na kijana wake. Sasa mchukulie mtoto wako wewe ambaye mnaendana mitazamo tofauti na wewe. Alafu umeshindwa kumpa vitu muhimu. Kwa hiyo aoni ubaba wako. Anakuambia mzee, chagua moja. Ima tuweke baa hapa au ukose hela ya kula. Chagua moja kati ya mawili. Tufungue baa hapa au ukose hela ya kula. Basi sikiliza mwanangu, nitafikia kibanda kijijini cha chumba kimoja nikakae kule. Wewe hapa fungua kwa raha zako. Ndio shakuisha hivyo ujue. Wa fi anfusikum afala bisurun. Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun. Hajaulizwa, anaanza kwa nyinyi mnamsikia? Sasa huyu mtume mloletewa huyu chizi. Anaanza kumwambia mwandazimu kwanza. Kisha vurugwa tayari. Firauni alivyoambiwa wa fi anfusikum afala bisurun. Hivi nyinyi hamjiangalii? Akaambia mnamwona huyu mwandazimu chizi. Sasa kwa maneno yashakuwa ya kweli, Waswahili wanasema ukitaka kumuua mbwa mpe jina baya. Mbwa huyu mwizi, anang'atang'ata watu ovyo, kapata kichaa huyu mbwa. Siku mbili tu washamuua watu. Kwa hiyo huyu mzee akaamua ampe jina baya nani? Mzee Musa. Akamwambia mtume wenu mlioletewa huyu chizi. Sawa. Qala rabbi, akaendelea kumwambia wa awdha min athani, akamwekea wazi kauli ya pili. Qala rabbul mashriqi wal maghribi wama bainahuma, Mungu wangu mimi ndio Mungu anayemiliki magharibi na mashariki na vilivyomo kati ya magharibi na mashariki. Kama wewe sehemu unayoishi hakuna mashariki na magharibi, basi wewe utakuwa Mungu wewe upande huo. Lakini kama unakaa maeneo hayo, basi Mungu wako na wewe atakuwa huyu. La sivyo toka kwenye ardhi yake. Tafuta wewe Mungu, tafuta ardhi yako.
ukaishi huko, tengeneza ya kwako, tengeneza mbingu yako. Lakini hili nyinyi mtalitambua in kuntum taqilun, kama mna akili timamu. Anawatukana tena. Wewe unajua kutukana? Hapa tunatukanana vile vile. Maana yake nyinyi hamna akili. Mngekuwa na akili mngetambua kwamba kweli kuna Mungu na sio Firauni. In kuntum taqilun, kama nyinyi mkiwa mna akili timamu. Sawa? Qala la in ittakhadhta ilahan ghairi. Kauli ya mwisho, mzee Firauni anatoa maamuzi kwenye maelezo na story, kashindwa. Hoja kashindwa. Sasa anatoa msimamo, hahitaji hoja. Baada ya kufiziwa hoja za kweli za wazi. Sawa? Kama vile ilivyokuwa kwa Numrud na mwanawe mzee Ibrahimu. Sawa? Mzee huyu anachoamua sasa hivi ni kutoa maamuzi. Hataki tena story wala kuzunguka. Qala la in ittakhadhta ilahan ghairi. Sikiliza Musa, nikwambie, ukithubutu kusema kuna Mungu mwingine nisiyokuwa mimi, sawa? La in ittakhadhta ilahan ghairi, ukijitengenezea wewe, ukijifanya wewe una Mungu mwingine ambaye sio mimi, la aj'alannaka minal masjunin, nitakupeleka jela, unisumbui kichwa. Ukijifanya Mungu wewe, kuna Mungu mwingine bwana mkubwa wewe, nitakachokifanya mimi nakupeleka jela. Kwenye Qur'ani kila mahala palipotajwa jela imetajwa Misri, sio sehemu nyingine. Yaani matamko ya jela yametajwa Misri peke yake. Kwa hiyo Misri duniani ndio muasisi wa magereza. Waliobaki wengine waliboresha tu. Unanifahamu vizuri? Yaani muasisi wa magereza duniani ni Misri. Waliobaki wameboresha. Sawa? Mzee analalamika, anatoa mikwara. Qala awalau ji'tuka bi shay'in mubin, hivi nisikuletee kwa kitu ambacho kitakuwekea wazi utume wangu, utaamini? Unaonaje kama nikikuletea hicho kitu? Awalau ji'tuka, hivi unaonaje wewe kama nitakuletea kitu kitakachoweka wazi utume wangu? Hivi bado utakuwa na mashaka na mimi? Sawa?
Utaendelea na wazo lako la kunipeleka jela tu nikikuletea hoja? Sasa hapa Musa anatafuta kujinasua asende kufungwa. Jela imetajwa na Musa akiwa Misri, anatajiwa akafungwe. Lakini jela hii imetajwa na Yusufu, asijunu ahabu ilayya, ikiwa Misri. Jela imetajwa Misri mara zote mbili. Yani hao ndio waasisi wa magereza. Au utaacha kunifunga utaniamini? Qala fa'ati bihi in kunta min as-sadiqin. Analainisha na yana kubali. Akasema lete ulichokuwa nacho hicho ambacho kitathibitisha utume wako kama wewe ni mkweli. Hapo ndo alivyojivuruga. Faalka aswau, alivyoambiwa lete tu Musa akufanya masiara, akachukua fimbo yake akatupa chini. Faidha hiya thubanu mubin, ghafla likawa joka wazi wazi kabisa, nyoka mkubwa wa wazi wazi. Faidha hiya thubanu mubin, nyoka. Sawa. Alafu akaingiza mkono mfukoni akautoa. Wanaza yadahu, akaingiza mkono mfukoni mwake alafu akautoa akaukunjua. Faidha hiya baydha'u linnadhirin, ghafla mkono umekuwa tochi kwa wanataka kuona. Nyingine hili sema, nataka nikuletea hoja wazi wazi hiyo. Chukua hiyo Firauni. Huyo ndo mwanao, ujue huyo ana mambo ya maana ya kukushangaza wewe baba yake. Ndio nakuonyesha mfano, huyo ndo mwanao. Huyo ni mwanao kama sasa anafutia hivi. Afa akifanya hivi anatia hapa afa analamba kidogo. Kesho kutwa ndio atakuwa huyu. Fakharaja yadahu min jaybihi, akautoa mkono wake mfukoni. Faidha hiya tala'lu kashamsi saka, unang'aa kama jua, tochi, mtu anaona mbele. Firauni akaogekea watu wake, jambo limekwisha bwana. Kama Musa nyenye ndio yuko hivi, ndio mtumenye hivi, nageuza, sio mwandazimu tena. Sasa sio mwandazimu, huyu sio chizi, huyu mzima mzima, mbona anafanya mambo ya ajabu? Qala lilmalai haulahu, akawaambia watu wa pembeni mwake, inna hadha la sahirun alim, huyu mchawi, tena mchawi bingwa. Kumbe sio mwandawazimu, huyu mchawi bingwa. Anageuza kibao, huyu ni mchawi bingwa. Hivyo basi nini kifanyike? Yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihrihi, kwa huo uchawi wake anataka awaondoe hapa Misri kwenye mji wa raha na starehe, kwa kupitia uchawi wake. Zingaombwe tu muondoke kwenye mji wa raha, na mimi Mungu wenu ninayewapa raha. Mchawi. Na wewe mwisho mwanao utamwita mchawi. Wewe mwanga, mtoto mwanga. Wapo wazazi wambeka tu, mtoto mwanga. Kumbe kashindwa. Mwisho wake utamwona mwanao mchawi tu. Na wewe mtoto katili sana.
Sasa kama ni hivyo, famadha ta'murun, ai famadha ta'muruni, mnaniambia nimfanye nini huyu mchawi? Nimchinje mbele yenu hapa? Famadha ta'murun, mnaniamrisha nimfanye nini? Famadha asna, mnaniambia, mnanishauri nimfanye nini? Nimchinje? Si ndo na wewe mtoto wako akushinda, unamwambia ama kwangu hapa. Mtoto wangu bwana babaishi bwana, shamtimulia mbali, ndio kesha kubabaisha hivyo mpaka ifika tu umemfukuza, ndio kesha kubabaisha tayari hivyo, mpaka umepata akili ya kumfukuza ndio shababaishwa. Sawa. Qalu, wale wasaidizi wake, washauri wake wakamwambia, arji wa akhahu, mpe muda na ndugu yake, hawana zidi kumpoteza. Mpe muda Musa na ndugu yake Harun, kwamba aende, yeye kisha kuwa mchawi, aende, si tufanye mpango wa kutafuta wachawi waje hapa washindane kwenye uchawi. Wewe si Mungu bwana, una wachawi wako waje. Wabasu fil madain hashirin, tuma ujumbe kwenye miji yote Tanzania mzima hii, ile michawi mikubwa mikubwa iitwe ije hapa, iambiwe kuna mchawi anambabaisha Mungu wenu. Yaani Mungu anashindwa kupambana na mchawi, atafuta wachawi wapambane nao. Naona mshauri Mungu wao, mwambie miji yote hii atafute ile michawi ile iliyokomaa ile, watano watano waletwe, ile mitano wale wachawi namba 5 bora wale, katika kila mji watafutwe, katika kila kabila wasakwe, waletwe hapa, wapambanishwe uchawi na uchawi. Yaatuka bikulli sahari na alim, watakuja kila michawi sana, sahari ile michawi sana tena alimu yenye utambuzi wa kutosha, watakuja hapa mjini. Baada ya hapo kichofanyika, fajumia saharatu limiqati yaumi maalum, wakakusanywa wachawi kwa ahadi ya siku maalumu na mahala maalum. Wakakusanyika na Musa akaitwa. Sawa, ni mawidi muhaddad wa huwa wakati duha min yaumi zina, siku ambayo ya siku kuu, wakati wa duha. Unajua wakati wa duha? Wakati wa duha ni baada ya jua kuchomoza likaa limeinuka kidogo kama sentimita 30, ndio inakuwa wakati wa duha umeingia, mpaka jua lile kufika, mpaka kufika jua likuwa katikati. Ule muda wa nyuma wote unaitwa wakati wa duha. Unaelewa vizuri hapo? Akawaita wakati wa duha. Wakakusanyika na Bwana Musa. Kala mawidukum yawma zina wa an yuhshara an-nasu duha, ahadi yenu ni siku ile ya furaha, siku ya mkusanyiko wa watu. Sawa, na watu waitwe wakati wa duha. Wakila linnas, na wakaulizwa watu, hal antum mujtami'un,
hivi nyinyi mtakusanyika kweli? La'allana, sawa, nattabi'u as-saharata in kanu humul ghalibin, huenda sisi tukawafata wachawi wakiwa wameshinda. Watu walivyoambiwa wakawahi kwenye mkusanyiko. Watu 11 washafika kwenye uwanja, mpaka jua lichomoze tena watu wakose nafasi za mbele mbele, waone matukio, wakose matukio live yanavyotokea. Watu walio VIP. Baadaru ya ijtimaa wakafanya haraka kusanyika, likai natba'a as-sahrata fi dinihim in ghalabu falamma jaa as-sahratu qalu li fir'aun, pindi walivyokusanyika wachawi wakaanza kumpa masharti Firaun. Qalu li Firaun, wakasema kumwambia Firaun, inna lana la ajran, mzee vipi, kuna malipo, tufanye kazi, malipo yapo mzee? Sawa, in kunna nahnu al-ghalibin, kama sisi tutashinda hapa, tukishinda malipo yapo, tuambie kabisa tunalipwa nini. Ukiona mtu unampa kazi anatanguliza malipo, ujue kazi hawezi kufanya, ishamshinda, ana jambo huyo, ana maneno tu. Ukimwona mtu anatanguliza malipo kwenye kazi, ujue ana jambo. Anauliza, mzee Firaun, tunalipwa nini tukishinda? Jamaa wanatafuta ngawira mapema. Qala na'am wa innakum idhan lamina al-muqarrabin, mtalipwa. Malipo yake ni yapi? Hao wananizunguka wajinga wameshindwa kutatua shida hii, nyinyi ndio mtakuwa watu wa kabineti yangu. Hao napiga chini wote, afu kwenye kabineti yenyewe mnakaje? Kwa sababu najua hapa akitokea mtu mwingine kama Musa mtapambana naye. Hao washashindwa kazi. Kwa hiyo hapa nyinyi nafasi yenu, malipo yenu, hawa jamaa uwaziri wao, ukatibu wao umekaa rehani. Nyinyi mkishinda tu wamepigwa chini, mtakuwa ni miongoni mwa watu wangu wa karibu, ndio mtakuwa mnanishauri, tunapanga mambo. Hawa anatoa, Mungu anatafuta washauri. Qala lahum Musa ulqu ma antum mulqun, Musa akawaambia, simshaambiwa tukio halisi lilikuwepo kwa hiyo hapa simekuja na vitu vyenu, tupeni hizo kamba zenu ambazo mkitupatinza geuka kwa nyoka, tupeni. Alqu ma antum mulqun, tupeni vile ambavyo nyinyi mnataka kuvitupa, au fanyeni mnataka kufanya. Sawa. Alqu ma antum mulqun, wale watu ibtadau bi ilqa'i ma turiduna, ibda'u, anzeni kutupa vile mnavyovitaka. Fa ana la akhshakum, mimi siwaogopi nyie. Mnatambatamba mara malipo mara nini, amuingii Ikulu. Mimi na hoja thabiti. Aliongea hivi akiwa anamwamini Mungu. Fasik billahi, muamini Mungu, mambo yako yote yatatanzuka.
Mzee Musa kwenye wakati mgumu anaenda kumwamini nani? Mungu. Faalqau hibalahu, walikuja na kamba zao nyuzi zile, wakaja na nyuzi wakazitupa nyuzi zao. Wa isiyahim, wengine wakatupa fimbo zao. Waqalu, wakasema biizzati Firaun, kwa utukufu wa Firauni, inna lanahnu alghalibun, sisi tutashinda kwa utukufu wa Firauni. Faalka Musa aswahu, Musa na yeye akatupa ile fimbo yake aliyokuwa nayo. Faidha hiya thubanun, faidha hiya talqafu ma yafikun, ghafla fimbo ikageuka nyoka, ikawa inameza vitu vyote walivyovitengeneza wao. Ule uchawi wao, makamba yao yanamezwa tuna yule nyoka. Fimbo ya Musa, fimbo tu ikawa inameza makorokoro yote. Ilikuwa nyoka mkubwa, ikawa inaanza tabtaliu, sawa, watasdaridu alhibala, anazimeza zile fimbo. Baadhi ya watu wanasema nyoka alivyomaliza kumeza pale, fimbo zilivyoisha, akaenda kwenye aitebo. Firauni akasema balaa hapa kaimtwa. Sasa Mungu namkimbia nyoka tu. Kakimbia. Unafanya masiala maneno kama hayo. Hapana. Sio mahala pa kuishi mtu hapa. Akatafuta mpenyo aondoke zake. Firauni alivyoondoka, wachawi wakiangalia hivi, Firauni hakuna, wala meza kuu hakuna mtu. Firauni kenda kupanda juu kabisa, anachungulia, akija na huku nitafuta kwa kurukia. Anachungulia tu namna hii. Pale faulki ya saharatu sajidin, wachawi wakaporomoka wakasujudi, istighfaran wa ta'budan lillahi wa idhaanan lillahi subhanahu wa ta'ala. Sema Firauni kumbe hakuna kitu. Huyu Mungu wa Musa Mungu kweli. Mvunjia adabu Mungu wao. Nikimaliza hapo, wala usalibannakum ajmain, nitawasulubu wote, nitawaweka msalabani wote, sisumbue. Qalu la ghaira inna ila rabbina munqalibin, wakamwambia sikiliza, ukifanya hivyo siku yetu hatuone tabu, hakuna shida. Sisi tunaelekea kwa mtu, tunageuka, tumeshageuka kwenda kwa Mungu wetu, tunaelekea kwa Mungu wetu. Kama unataka kutuua, kutuchinja, utajua mwenyewe. Sisi hapa tumeshaamua, tumeshapata maamuzi, hakuna wa kutubadilisha. Roho mbaya inakusababishia umnemeshe unamfanyia roho mbaya. Umenifahamu? Yaani wewe ukimfanyia roho mbaya mwenzio, inasababisha mwenzako azidi kukua. Yaani ukimpata mtu anayekufanyia hasadi mtaani, sema Mungu kanipa neema kubwa sana. Sawa? Idha lam takun laka hasad, kama hauna mtu wa kukufanyia hasadi, falam, tambua, annaka mru'u fashil,
Ukiona hakuna watu wanaokufanyia hasadi, tambua wewe ni mtu uliyefeli, una kitu. Ukiona watu wakufanyia hasadi, hawakuonei wivu, hawakufanyii, ujue wewe una kitu. Kama unacho, lazima ufanyiwe hasadi. Kama hujafanyiwa hasadi, jua mimi sina chochote hapa duniani, nasindikiza wenzangu. Angalia mtu wa hasadi anavyoweza kukutajirisha sometimes. Wewe unaweza kufungua genge mtaani kwako pale. Fungua hapo hapo kwa watu wasipokupenda. Alafu wasiokupenda ndio watakuletea wateja. Akifika sokoni huko, kanunua nyanya zake 2-3 kutana na zake. Bwana nyanya hizi nzuri. Mwenzangu pale mtaani kuna babu huyo kafungua genge. Ana mapokopoko kafungua nyanya huyu. Anauza nyanya mwenyewe, si nyanya, vitunguu, sijui kaweka mdalasini. Anauza pale. Nimempita tu kama simuoni vikiza sokoni kuja kununua. Sasa hao wanawaambia kesho akichoka akiona sokoni mbali, sikueni kaangalia ile genge alisema yule mama jana ndio ananunua. Kwa hiyo yule mtu anakufanya hasada na ndio mtangazaji wako wa biashara unajua bila kulipwa. Umeelewa hapo? Yaani kienda kukutangazia biashara yako bila kulipwa. Hakulipwa na mtu yeyote. Lakini tayari kisha kuenda kutangazia biashara. Sasa pengine nyanya unapanga nyingi. Kwa sababu tunaanza upya, wateja watajazana. Mwisho wake watakuzoea. Waliokuletea wateja ni watu wasiokupenda. Na ndio maana utashangaa nyumba wewe umepanga ina wapangaji 10. Lakini wapangaji wa kila siku wanapika, lakini kingeni kwako wanunui nyanya. Maana yake hawapendi wewe ufungue biashara, wanafanya hasada. Sasa ukiona wateja kutoka mbali wanakuja, hawa wapangaji wako ndio wamewaleta. Wapangaji wenzako ndio wamewaleta. Likulli dhi ni'amin mahsud. Kila mwenye neema ni mwenye kufanyiwa hasadi. Ukiona unafanywa hasadi ujue neema unayo. Kila mwenye neema lazima afanywe hasadi, usichukie. Ukichukia maana yake unakataa haya. Na wewe umeneemeshwa alhamdulillah rabbil alamin. Na kila mwenye kuneemeshwa ni mwenye kufanyiwa hasadi. Sawa, qala la dhaira, hakuna tabu. Fanya chochote unachoamua. Sisi tumeshaamua kurejea kwa Mungu wetu, kusalenda kwa Mungu wetu, hatuogopi chochote. Inna natmau an yaghfira lana rabbuna, tamaa yetu sisi ni Mungu atusamee makosa yetu, atusamee Mungu wetu khatayana, makosa yetu, ankunna awwalal mu'minin, tukiwa sisi ni watu wa kwanza kumwamini Musa. Ugomvi wa Musa na Farao, chuki ya Farao kwa Musa ndio iliyemfanya Musa apate waumini wengi kwa wakati mmoja, watumie wanaokuchukia kutengeneza maendeleo. Wallahu waliyu tawfik.